Hello, you guys. I'm in my queen things today. And, okay, so, tuitange outfit of the day or top of the day. So, leo nimewavalia, yes, lazima cleavage tuonyeshe. So, leo nimewavalia a pink, nimewavalia a pink low top. Yes, so I feel so queen, I feel so good, I feel so queenly. So even nimevaa leo, it has, even nimesi like from here to down, but from here to up, nimevaa hivi juu of the topic today. Today we are celebrating, we are remembering Queen Vashti, the queen that said no. So yeah, and you can see at the topic of the video, we are Queen Vashtis. We say no. We're not pick-mishas for these niggas. No, we are not. We're not pick-mishas for these men. Kama ujui pick-misha ni nini? Pick-misha ni a woman that likes to please men. Unaona vile tulisema in the other videos, mwanaume mwenye anapenda kufurahisha mwanaume mwenzake when it's a thing that's oppressing women, that man is gay. That man is gay. Juu if kama anataka kuimpress mwanaume. Okay, so as ladies, you know, as ladies in a heterosexual you know thing, we want to impress men, si ndio? Isipokuwa wanatufanyanga vile wanatufanyanga. We want to impress men because those are who we are attracted to sexually. The gender that you are attracted to sexually, that's the one someone who tries to impress. So if you see a man is trying to impress another man, he's attracted to men sexually. Kama huyo Charlie niliwaambia, he was laughing wakati akona mimi, nikimwambia, when I talk to him about things that are important to me kama FGM, yani unamwambia kama ile movie The Girl from Mogadishu vile ulisikia, yani vibaya. I told him the story ya ule dame aliambia polisi amerepiwa akamrape pia. Yeah, and I told him how I want to fight He Club, your club. You have seen the video, sitaki kuimention because it doesn't deserve all that attention. Wakati mko peke yenu anakuonyesha how sorry he is, how he feels bad, but sa rafiki yake akakuja and hizo topics zikakuja, and he started laughing about them. He was trying to impress his friend. That man is gay. Juu kama rafiki yake akikuja mwanaume na hizo topics anazichekelea in front of his friend, na rape si kitu ya kucheka, FGM si kitu ya kucheka. Kuni discourage about standing up for what is right against this club is not funny. Lakini juu rafiki yake amekuja, juu anataka kuimpress huyo rafiki, he starts laughing. So he is gay. Any man unaona he's trying to impress another man over you, he is gay. He is gay. Men are, if a man is straight, wanaitwa simps siku hizi. If a man likes women, loves women, he doesn't try to impress his men and hurt you. No, he stands up for you even when his friends are there, unaona, and he checks them. As ladies, we impress men. We impress men because we are attracted to men, unaona.
So if you see a man is not impressing you, he cares what his friends think more than your feelings, he's gay. So in this situation, ladies, I am feeling myself. Kumbe kuwa a queen. Kumbe kuwa a queen is na nywele yangu sijaiva down juu sina crown, so this is my crown. Yeah, so and like wale ma queens wa kitambo, even Indians siku hizi wanavanga hiyo kitu. Nitaenda ni buy crown and niwe nikivaa. Like leo sikuwa na crown, so na sijabai. I really wish I would have had a crown for this video, but sina. But this is my crown. This is also a crown too. Nimevaa earrings za goldish. Oh my god. Aki aka kakitu kanasumbua. Okay, tukae tu to hope to haita fall off. So nilikuwa nasema aje. Yeah, so on the side of women, dem mwenye anataka kuimpress okay, dem mwenye ana sijui nini, ana put down her fellow women njia alafu wanaume she doesn't check them, yani anawa defend. That's a pygmisha. Yani jionyesha, yani sijui niseme sijui, I don't know how to say. Like she pleases, what she's worried about is pleasing a man, not during sex or like in relation. Yani umeshawaiona madem anatetea wanaume ati sijui kama wanaume ana cheat, wacha cheat. Yani they are on the side of men. That's a pygmisha. Hataki ku hold women accountable, hold men accountable. Yes, that's a pygmisha. Hataki kuwa mkali na wanaume, hataki ku hold men accountable. Na pygmishas ni hao wanawake wenye a good example of a pygmisha ni mwanamke mwenye mume wake, jamaa wake akicheat huwa anaenda ku confront the woman badala a confront mwanaume huyo jamaa wake. Jamaa wako ndio alicheat, huyo dem hana makosa. Pygmisha ni wale mwenye tuseme hapa kuna jamaa na hataki jamaa akunoki, unaona? Sasa anaanza kukushame, anaanza wewe uko mnono, yani anataka ukae vibaya in front of this man ndio huyo mwanaume amchague. Pygmishans ni mwenye jamaa wake atafanya vibaya lakini hamwambii mimi hii tabia hapana. Anaitwa pygmisha juu anataka men to pick her, yani wamuone na haisaidiangi, has consequences. We're gonna make a video about that. So today today I wanted us to talk about Queen Vashti. That's the topic today. She is the topic today, but I had to give you that introduction. Queen Vashti, she said no to the king because the king was trying to degrade her. Alimuita ati ndio akuje wamuone, but those were drunk men. Hao walikuwa na wamelewa. Hakuwa namuita ati ndio to honor her, which a woman is supposed to be honored. Unaona? Hakuwa namuita so they can honor her. Alikuwa namuita sasa huyu ni king amelewa, wanaume wamelewa. Queen Vashti alisema I'm too good for that. I'm too good for that. Sitaenda hapo kwa ujinga ya wanaume. Maybe aniite wakati hawajalewa, they are in their sound mind and they are calling me there to respect me, to honor me na kunipe heshima zangu. So like this walikuwa tu wanamuita walikuwa as an object
to picture, yani object, kitu, you know. And also we're also gonna make a video about that. Be careful of men that treat you like an object, instead of treating you like a human being. Even when you're having sex, there are things that men do that are indication he sees you like an object, not like a human being. But hiyo sio ya leo. So she was an object, yani ilikuwa tumelewa, unaona wanaume tumelewa, sasa tuite dame akuje tumwangalie tu, you know, like haikuwa kuona hi my queen, wow, you do a good job. Unaona ilikuwa tumelewa, tumepiga story, sasa tuite mke wa the king tumwangalie, yani is an object, unaona, na alikuwa amelewa, unaona. So Queen Vashti was not having it. Akasema no. Na kitambo saying no to a king, kitambo saying no to a king haikuwa kitu popular. Hiyo ilikuwa, I think ilikuwa a death sentence, like if you say no to a king, I think hata ungeuliwa. But she was brave. Alijua wathi yake. Alijua mi sitaenda hapo kutritiwa hivyo na wanaume, either the king orders me to get killed or not. Sitaenda hapo ku disrespectiwa na wanawake. Ni majamaa wamelewa. Alafu sana wanaume wakati mwingi ni zaidi ya mwanaume mmoja, unless ni wale, which is very rare, ni wanaume wenye wako na heshima. Most of the time wanaume wakiwa wengi hawananga mipango mzuri kwa wanawake. Hawananga mipango mzuri kwa wanawake. Hata like wanaume wakiwa wengi, even most of the time vile huwa wanaongea kuhusu wanawake haikuangi kitu kizuri. So Queen Vashti protected herself. Unaona hakukubali. Yeah, so hakukubali kuenda hapo kuangaliwa like an object. And even some scholars wamesema they think the king alisema may she come wearing her royal crown. Some scholars wanafikiria walikuwa na maanisha akuje amevaa crown tupu peke yake. I think yani awe uchi, amekuja amevaa crown. Queen Vashti alikataa. We say no. So we are gonna take Queen Vashti's example. We are going to say no. Like as long as it is disrespectful, no, we say no, ladies. Ndio, we say no. Like hakuangalia sitakuwa queen tena, maybe naweza nini dignity yake. Na the video that enlightened me about this, it comes from, I always have my notes here. So okay, so the video that the video that I watched that inspired me to make this video, it comes from Bible Frame Animation. That's the YouTube channel. Queen Vashti story, the heartbreaking choice that cost her everything. Go watch that video. Itakuelezea vizuri sana. She was so brave. So ladies, we're going to take Queen Vashti's example and we're going to say no. The way nilisema no, clubs could treat wanawake hivyo, yani to degrade us below men. I know see clubs zote, but you know, yeah, stand up. And Queen Vashti, she paved the way for Queen Esther. She paved the way. So wakati unasimama kama mwanamke against injustice towards women, you are paving the way for other women. You are paving the way for other women. Okay, sasa kama huyo dem mwengi wenyu mnamjua, mwenye alikam forward kwa hiyo The Hub TV akapost vile alifanyiwa huko Space Next Door. Sasa mi wakati niliona she paved the way for me. Sasa mi wakati niliona amepost hivyo, na mimi nikapata courage, nikasema if she posted it, let me support her. Hata mimi let me go and tell my story. Na mimi pia nikapata courage, nikaanza kupost.
So when you as a woman, when you are standing up against injustice, against injustice towards women, kama we mwanamke unasimama, unakataa, Kiswahili sometimes is hard to translate. Unakataa mambaya, unapinga na unakataa na unastand firm mambaya yoyote inafanyiwa towards women, even if it's coming from another woman. But when it's coming from another woman, that woman, you will correct her with love. You correct her with love, unaona, with respect, with nanja juu huyo ni mwanamke wenzako. If it's a man, don't correct that man with love. Okay, so men have nini, they have, declared war towards women. Wamekataa kutupenda, they have refused to honor us. Unaona, wamekataa to treat us right. Wameona watufanyie hizi mambaya yote, hizi maovu zote wanatufanyianga. Like it is good to know your opponent. Kama ujui adui yako, hautaweza kumshinda. Never respond to a man with love. Nimesema if it's a woman mwenzako, respond to her with love. Lakini uwe firm. Sijasema ati muonyeshe hivyo amefanya ni makosa. We are not going to allow women to do that to each other, but do it with love. Unaona, do it with tenderness. Huyo ni, but be firm. Na uwe assertive, na uwe mkali, but with love. There is a way you can correct someone na ukali, but you have love. But men don't respond to love. Do not correct a man. Kama ni mwanaume, go ham on that nigga, go ham on that company that is disrespecting women. Unaona, do it with aggression, pull up on vile njia zote unajua. Your armor inaitwaje, take your armor of war. Unaona, every way you know how to fight. Kama mimi, one way I know to fight is kuongea. Mimi najuanga kuongea kabisa, and I will say anything without fear. Mine ni kuongea. Unaona, to speak the truth. Na siku hizi za mwisho watu hawataki ukweli. So if it's a man disrespecting us and you are standing up, hey, do not do it with love. Do not do it with aggression. Toa simba yako yote. Na don't be ashamed. The reason why these men continue to oppress us is because we are not matching their energy. Unaona, wao hawaogopi, wao hawaogopi kutufanyia yale wanatufanyia, hawahaibiki kutufanyia yale wanatufanyia. Sasa sisi tukiogopa react like physically, verbally, unaona, tukiogopa, you have to match your opponent's energy. Kama yeye haogopi, we huogopi. Kama yeye haibiki, we hauhaibiki. Wacheni kuhaibika. Kusema kile mwanaume alikufanyia. Wacha kuhaibika juu yake kufanyia hivyo hakuhaibika. Wacheni kuogopa. Na mwache hao wanaume kuwa manipulate, ama mtu kukuweka uoga ati utapelekwa mbele, utanyongwa. Huyu mwenye alikuwa nakufanyia alikuwa naogopa? Hakuwa naogopa ataenda polisi. Hakuwa naogopa ati atatumiwa watu wauliwe. No. So hata wewe wacha kuogopa and take the stand that you need to stand up for your fellow women. So yeah, you guys, like, wow, okay, hey, me, I am really feeling myself a lot today. But yeah, so y'all gonna have to deal with me. Aka kakitu kanateremka kidogo. Acha let me fix my crown. Let me fix my crown. Nataka kashuke kidogo. Nataka kashuke zaidi ya hizo. Sijui kanta. Oh shit. Okay, usiteremke sana. Kumbe nimeitengeza vile hivi.
adjustable. Yes. So yeah, we are Queen Vashtis. We are not afraid to say no. We're not afraid to say no. Yes, that is the good point. Now when you are not afraid to say no, you are paving the way for another woman. You are making it easier for another woman. Wakati unakataa na una stand firm to be unakataa kukosewa heshima na mwanaume, ama unakataa wanawake wafanyiane kitu fulani, wakati una stand firm na unakataa, unaona unasaidia mwanamke mwenzako. Sasa unaona hivyo Queen Vashti alisimama, hey, today I'm not in a good I'm not in a good position. Nika hivyo ama ni I don't know, like okay, this is a lot better, you know. So yeah, what was I saying? Wakati Queen Vashti alikataa kudisrespectiwa, alifukuzwa, and that paved the way for Queen Esther. Queen Esther alikuja and she saved her watu wao alikuja. So you are so and that's the reason why I have this courage. Juu ninajua what I'm doing is making a difference. What I'm doing is paving a way for another woman. Kama huyo dem mwenye alikam forward about your club, she paved the way for me. Nikaona so ladies, let's pave the way. Stand, kata any disrespect and injustice towards women. Kata. We will not be, when you are doing that, you are helping another woman. Unaona, so sijui kama Queen Vashti na Queen Esther waliwahi juana, but hata Queen Esther, like hata if you are a woman, hata maybe hautawahi jua, sometimes some circumstances hata hautawahi jua, oh, this is easier for me because another woman made it easier for me. Oh, ninakumbuka time hizi vitu makeup zilitokea, lipstick, time to mini skirts, to tube tops kama hii, you know, to tube tops kama hii, to dresses to fupi. There are women who paved the way for us. Walikata mwanaume awambie vile watavaa. Nilikuwa nasikia ati wanaume walikuwa wanawavuruta hiyo skirt inatoka, ama yani they were trying to discourage them, alafu inabidi afungwe leso. Ati sijui wanaambiwa, oh, umenyonya damu. They didn't let those men discourage them. Na to this day it is totally normal kuwear a mini skirt, kuwear a mini dress, kuwear tube tops, shirt, to kuwear you know, like, hey, one day one day I'ma come here and to dress how I dress when I go clubbing, fishnets, lace, unaona. Yeah, and also I want us to start another movement like ya kutovaa bra. Like mi siku hizi kama sitaki kuvaa bra, sivangi bra. Bra pia is another nini, kitu ilitokana na wanaume ya kucontrol wanawake. Ati sasa vile Mungu aliumba matiti zetu is not enough, zinahitaji kukaanga juu kila wakati. Shindwe shetani. There is another man, sikuwa na bra, nikakataa. Sijui kilikuwa kinaniuliza, sijui kinionyeshe mari gari nilikuwa nataka ziko, nikakataa. Kikasema ati hata ndio matiti zako sijui zimehang, kwani unataka nivae bra juu yako? Wanasikianga vibaya wakati wanaona tunachanuka. We are realizing our power. Unataka nivae bra nikuwe uncomfortable for you? Hell no, nigga. Hell no. And men, they attack the physical parts of you. Juu wanajua those are that's a point to hurt a woman. Unaona, wanajuanga we care about our appearances, but don't let him discourage you.
what they anasikia vibaya because you are not wearing a bra, because you are comfortable in yourself. So yeah ladies, tuanzeni, kama utaki kuvaa bra, tupeni hizo mabra tukaange hivyo. Like men wanajipenda, hakuna uncomfortable clothing that men wear yenye huina sijui bra, sijui body shaper, sijui ni takataka gani zingine tunavaanga. Ati accept yourself, love yourself, unaona. So aki mimi huwa na digress, sasa hata sijui nilikuwa wapi. But yeah, Queen Vashti, she paved the way for Queen Esther. When you stand up to wrong against women, it doesn't matter what it costs. If kuna hivi ni vibaya, this is not good, keep your dignity. Kuna dem wengine waliniambia ati we say no. Wacheni ladies niwaambie, hata kama mekupeleka date, hata kama mekupe pesa ngapi, hata kama na hiyo ya pesa, kuna hao wanaume like kama hao wenye wanapeanga dem, like you know, kama hawa wanaitangwa aje, sijui sponsor, sijui sugar daddy, sijui mbabas. Okay, so anakuambianga okay, nitakupe 80k, 1 million, whatever the price. Kama anataka kukupe hata kama ni shilingi 5, na huyu mtu haujamjua vizuri, ana in relationship tu ya kukupe pesa, usiende mali iko hizo pesa kulia mbali na yeye. Ukienda atakufanyia vibaya, atakupe hizo pesa but he will do bad things to you. Kuna stories zenye dem anaenda na Charlie, anamwambia okay, si ukam nitakupe 80, ita anampeleka kwa hoteli, sana ni kwa hoteli. Akienda ndio anampe hizo pesa, lakini hata kama they agreed they will have sex, anamfanyia vibaya, hata hana haja na hiyo sex, anamsodomize huyo dem, hata hawezi keti, ameharibiwa huku nyuma, hata hawezi keti. These are real stories I hear from madem wenzangu wanafanyanga kwa hizo mahoteli za juu. Ama anamnyonya damu, anakufa, ndio atampe. Sasa hata kama atapelekwa hosi, hizo pesa zote zitaishia hosi, na sometimes they don't even survive. Ladies, wacha nikwambie, I don't care what a man is giving you, doing for you, or buying for you. And when you give him your body to fuck on, you are giving him more than what he gave to you, more than what he bought for you, more than what he did for you. Unaona, you are giving him your soul. Wakati unampe hako kakiri kako aingie, you are giving him your soul. You are giving him a chance. Kama yeye ni mchawi na labda haujui zile what we said in the other video to say before you are intimate with a man, he's taking from you. So women, wacheni ni wachanue, usiende mali yako, wacha kutumia hizo pesa via phone. Usiambiwe atikuja nitakupe, no, do not go. Hizo pesa kulia kwa umbali. Usiende, okay then send it to me. Na usiende juu pesa tutakula, hawatatutisha ati na kutuua, sijui kutufanyia nini. Na hiyo haikuangi ati juu tumekula pesa, haikuangi hiyo. Inakuanga tu udimoni, kushetani wa kudharau wanawake. Usiwahi kubali kusikia ati alifanyiwa hivi juu alikula pesa zake. That's not the reason. There is no any amount of money, hata the whole money in the world or whatever it is, to do that to a person. Ulifanya hivyo juu umetaka kumfanyia hivyo. It's never about money. It's never about money. There is no excuse for you to do that to someone. So hizo pesa kulia mbali, juu pesa tutakula, hawatatutisha. Tumekataa kutishwa. We are Queen Vashtis, hatutishangwi. So
Yeah, hey, I have ranted, I have chanted. So yeah, ladies, let's be Queen Vashtis. Tukue ma Queen Vashtis. We say no. Say no. Hata kama ni mume wako, usiogope kumlose. There are so many women in jail because anataka kuwa pikmisha. Hataki huyo mume amdharau ama aone ako against. So ako against her. So anaona mume wake akifanya vibaya na bado anakaa. Women, wacheni niwaambie, hawa wanaume wanajuanga wakati anafanya vibaya and there is a woman in his life. As I was saying, okay, sikuwa nasikia nikiwa comfy, so I had to fix the chair. So wanaume, okay, wacheni niwaambie, mwanaume wakati ako na wewe na anajua vile anafanya, it can be any type of relationship, na anajua vile anafanya ni vibaya, and you are a woman in his life supporting that behavior, most of the time or sometimes anajuanga si anani support, si haniachi hata nikifanya hivi. Most of the time you end up paying the price of the mistakes of the bad things that he did. Na anajuanga hivyo, hata nikifanya hivi mwanamke ndio atalipa makosa zangu, yeye ndio atalipa, nitamwacha na shida. Hawa wanaume wanafanyanga vibaya, sisi tunaachwa tukilipa hiyo makosa, tukisafa, tukipay the price for the bad that he did. Perfect example, wakati Abraham alilala na Mboch, nani walilipa hiyo gharama? Nani walikuwa na shida? Si ni Hagai? Yes. As a man he's supposed to be ndio ladies naambia, wacha kuattack the other woman. There are so many women alikataa confront the man, confront mwanaume juu yeye ndio makosa, akaenda confront the other woman, ika backfire, akojera. Akojera juu hutaki confront, because it's easier, ni rahisi kwenda kuattack mwanamke mwenzako kuliko kudeal na huyu mwanaume, juu unajua atakuwa kichwa ngumu, atakupe hard time. Ama badala uende, you know it's easier. Ladies, let's change. Ladies, let's change. Tuache kulipa makosa ya the things that a man has caused. Hata wanawake siku hizi wanaachia wanaume watoto. Wanaachia wanaume watoto, wanawaachia. Wanawaachia watoto. Yeah, anaenda anaishi maisha yake. Ladies, learn to be selfish. Learn to be selfish as men. The way men are selfish, learn to be selfish like them. So yeah, I have so much to say. So nilikuwa nataka kusema huku kwetu there is a woman. Okay, so sijui it's all over. Sijui kama it's all over social media, but nilionyeshwa kuna huyu jamaa aliiba mtoto wa jirani yake, akaenda akaenda akamuuza. Akaenda akauza huyo mtoto. Akaenda kuuza huyo mtoto. Na the whole time mke wake ako na yeye. Na ninaona mke wake alijua, but akaendelea tu kukaa. Ati akapewa 200,000 shillings. Unajua huyo mwanamke angepigwa na watu ndio ambiane penye mume wake yako. Isipokuwa ni polisi walichukua huyo mwanamke, alikuwa apigwe na watu. Alikuwa apigwe na watu ndio aseme penye. Unaona huyo mwanamke, the moment alijua huyo mwanaume anafanya hiyo tabia, angetoka aende ambie watu, mume wangu I believe anafanya hivi na hivi, mimi siko pamoja na yeye, mimi nimetoka hapo. Save yourself.
Save yourself. Don't give up your life for this man. Hata mimi there's one time there's this guy na huwa ninakumbuka this like I will teach myself that next time. Kuna huyu jamaa yani he's violent, nikia anapiganga, alikuwa anapiga huyu I think ni wanaume. I didn't hear about him beating women. It was men. Sijui ati hata haikuwa good reason. Si ati huyo mwanaume alikuwa amempiga, ati sijui nimempiga. Most of the time nasikia nimempiga, na hata haikuwa self defense. Nikasema na wanaume kama hao, don't be with a man that anafanya vibaya na unajua. Kama hauko unajua that there's some women kabisa hakuwa anajua. Kama hauko unajua, that's another thing. Unaona? Sijui ni akishe stima. So ladies, akijua imepotea, I will fix. Nitaendea camera yo guys. I will give you like shiny camera, but for now hii ndio iko nina recording na webcam ya kalapi ya computer, but I will go buy a camera. Sai niko so you know this. So but mi nilisema I will start. Anza na kile uko nacho. So women, don't stay with a man mwenye unajua anafanya vibaya, na akifanya vibaya enda umstaki. Huyu mwanaume anafanya hivi na hivi, ningesema siko pamoja naye. Juu wewe ndio utakutwa. Kuna huyu mwanaume mchawi amekuwa akitusumbua for a very long time kwa familia yetu. Yeye ni brother in law wa mama yangu. Saa ameoa sister, blood sister, same father same mother wa sister yangu, wa mama yangu. This is a warlock man. Warlock man huwa wanahangaisha watu sana. Aliiba pesa mingi sana za mamangu, na sitaambia mengi for now. I will make a video for that, but this video is not about that. Unajua tukiambia watu hizo story juu huyu mke wake anakuanga pamoja na yeye, hata huwa anafanya na yeye like hizo tabia, huwa anamuunga mkono. Na hata shosho yangu, my grandmother, huwa anaunga huyo mwanaume mkono. So sisi tunakuanga kivyetu, wao wanamuunga mkono. Pick mishas, wanataka kumfurahisha. Haya, wewe furahisha mwanaume, jifanye unataka kuwa upande wa utamlipia hiyo utapata ukilipa. Hivyo anafanya. Unajua tukiambia watu story ya hivyo ametufanya, wanasemanga, lakini mimi naona watu watatu wamesema hivi, lakini mimi naona huyu mwanaume anafanyanga tabia mbaya, analalanga hata kwa bedroom uko kwa shosho yetu, na hata anko zetu vijana wa huko hawalalangi. Kuna time nilienda nikamkuta bedroom huko, naka ningempata uchi. Yani hananga heshima, hakinanga heshima, kinapiganga watoto wa wenyewe. Amepiga cousin wangu wawili that I know, akakutwa msuni akidinia msichana kwa msuni. Yani he's a warlock. Pia aliendea mamangu na kwa wachawi, na wanaendanga na huyu mke wake. Hata shosho yangu anajua, lakini hawamuulizangi, wanamuunganga mikono. So unajua tukiambia watu hizi story wanasemanga aje, lakini mi naona kwa hii mambo yote mwenye hapo akona makosa ni auntie yenu, ni sister ya mama yako. Si unaona huyu mwanaume
na huyu anti yangu kabla muoe hakuwa anajua kwenda kwa wachawi, lakini huyu mume wake alimuonyesha tuendange kwa wachawi na yeye akakubali. Ndio maana kwa watu, alafu kuna mwingine alisema hapana, Juma mangu alikuwa anatumianga huyo shosho yangu my grandmother pesa. Akasema shosho yenyu ndio alikuwa anatumiwa pesa. Shosho yangu alikuwa anatumiwa pesa, anapatia huyu Warlock, huyu brother in law wa mama yangu pesa. Wakasema shosho yenyu ndio ako na makosa, shosho yenyu ndio alikuwa anatumiwa pesa. Hakuna hata mmoja nimesikia akisema makosa ni ya huyu Warlock, ni ya huyu brother in law wa mamangu. Hakuna hata mmoja, wote huwa wana blame shosho ama anti yangu, na yeye ndio ako na makosa. Wewe tu peke yako, wewe ndio huwa una blame. Ndio shosho yangu na anti yangu wako na makosa ya kumsupport na kutomwambia anafanya vibaya na kumuunga mkono na kuparticipate kwa hizo mambo na yeye. Lakini at the end of the day, hey, people are blaming them, not him. Ladies, be smart, be sharp. Wakati wowote una support mwanaume akifanya vibaya, sana kama wakati wote una support mwanaume hata akifanya vibaya, guy, jua 9 times out of 10 utamuunga mkono kwa kulipa. Utamuunga mkono kwa kulipa. Take care of yourself, love yourself, tuchanuane. Na kama imeshawahi fanyika, it's okay, we can correct it, but kabla ifanyike, jichunge. Wacha kuona hata mimi nataka kukumbuka hii mambo sana. And anyone can make a mistake. Hata mimi Mungu anisaidie tu, nikiona mwanaume akifanya vibaya nisimuunge mkono. Utaparticipate kwa kulipa, na wanajuanga hivyo. Nikitoka nje ya ndoa nje ya ndoa yangu na mke wangu, sio mimi nitaulizwa. Ule mwenye nimetumia kucheat na yeye, ule mwanamke mwenye nitacheat na yeye, ule mwanamke nitamtumia nitamtumia kutoka nje ya ndoa yangu, yeye ndio ataulizwa, sio mimi. Na ndio maana inaendelesha hii cycle, haijawahi isha. Juu hatuulizangi mwenye makosa, which is the man. Kama tungeulizanga mwanaume, hizi mashida zingekuanga nyingi hivi. Hata mimi, okay, let me give an example. Tuseme, let me just give a simple example. Kuna nunuliwa sukari na mwaga. Kuna nunuliwa sukari na mwaga, naenda naimwaga. Kuna nunuliwa sukari naenda naimwaga. Lakini sio mimi naulizangwa. Sister ama brother yangu mkubwa ndio anaulizangwa. Wewe unaacha wewe amwage sukari, nitaishi kumwaga hiyo sukari juu sio mimi na mwaganga. Unakaa kuna wazazi wanafanyanga hivyo, be a little nini. The older one sana. Huyu the nini, huyu yanga akiona mimi siulizangu, huyu mkubwa ndio anaulizangu, ataendelea. Sasa kwa hiyo kesi ya Abraham na Sarah na huyo Hagai, Abraham ndio ako na makosa. You are the man, you are the head of the household. Si when you are the head. When hata kama Sarah amekuambia, kama mimi if you are an older child, sibling wako mdogo haizi kuambia tutupe hizi vyombo zote kwa takataka, ukubali, utamwambia hapana. So Abraham angekuwa hapana, Sarah, that's not a good idea, I will not do that, sitalala na mwanamke mwingine mwenye sio mke wangu. Kama mngechekingi the mwenye makosa, sana the man. Ndio that's why you see how wanaume they don't learn and they don't change.
Juu anajua hata nikifanya hii tabia, a woman will take my fall. A woman will take my fall. Kuna demati kwa TikTok, sijui kama ni TikTok kama Instagram, anasema ye hata acha kulala na a married man ama married man. Yeye hata acha hata mumuataka aje. Okay. I wouldn't support dealing with a married man out of what you go through when you do that. But me, I'm on her side and I support her. Kama amesema she will come for me, siwaogopi wale wenye watanikasi please, me hata hebu niache kuaddress hiyo because I don't care. Me, I support her I'm on her side. Juu huyo mwanaume mwenye ako kwa ndoa, huyo married man, yeye ndio ako na makosa, sio yeye. Sasa hata kama yeye anasema I will not stop dealing with married men, sitaacha kudate kuwa na wanaume married. Me, I'm on her side and I support her. I'm on her side and I support her. Unajua ni kwa nini? Juu sio yeye ako na makosa. Hao wanaume wanatoka nje ya ndoa, wao ndio wako na makosa. We all deserve love. Ameona hapo kwa huyo married man, hapo ndio atapata upendo. Na wanawake wale, those women that are against other women, sikuogopi. You can try and come for me juu nimesema hivyo. Nonsense. Ati sasa juu uko kwa ndoa you are out to get all. We, niko kwa upande wa huyo mwenye amesema hivyo. Ataendelea kudate with married man. Si huyo mwanaume ndio anakubali na anajua ako kwa ndoa. Tumesema aje, we will hold men accountable. Me niko upande wa huyo dem and I'm on her side. Na ninamsupport where she's coming from. And all women, wanawake wote wameamua ku deal with married men, no matter what people say. Me, I'm on their side. Juu makosa sio yake, makosa ni huyo mwanaume anatoka nje ya ndoa. Makosa sio yake, I will not blame her. Sio yeye anatoka nje ya ndoa, ni huyo mwanaume. So I support her and I'm on her side. Na nimesema tena, wale wanawake mwenye mnapenda kuattack wanawake wengine, try and come for me. I hold men accountable. Sio makosa yake. Yeye anataka tu kupendwa. Nani apendi kupendwa? Sa kama mwenye amechagua kumpenda is a married man. Yes, hata alisema I will not put my happiness before someone else. Yes, hata even her, she has needs. Na kama mume wako ameamua kumeet her needs, makosa sio yake, makosa ni ya mume wako. Go check your man. Go check your nigga. Go check your jamaa. Ukiona hautawezana, leave. Leave. Wacha kumuattack. Sio yeye ako na makosa. Let's hold men accountable. Tukosoe mwenye ako na makosa, sio huyo dem. Let's be Queen Vashtis. Queen Vashti hange put up na hiyo shit. And another thing, when you stand up for what is right, when you stand firm, like me, the way I stand firm, kusema sio makosa ya side chick, makosa ni ya mume wako. Na kama mume wako amerogwa, ndio ametumiwa love spell, ndio apende huyu side chick, kwa nini hakuwa anajiombea? Anafaa we anaombea marriage yake. Anasema nimekataa kurogwa ndio nichukie mke wangu ama ndio nitoke kwa marriage yangu. It is his responsibility kujiombea, asirogwe, apungukie mke wake ama cheat. Juu there are two types, kuna ya kurogwa na kuna ya kuchagua. Nyingi zinakuanga za kuchagua. Anafaa awe anaomba. Hata kama huyo dem anakula pesa zake, either ni yeye anampatia
huyo mwanaume ni anampa, hata sio either ni anampatia. Hata kama dem anakula pesa za mwanaume na huyo mwanaume ako na familia na watoto, makosa si yake, makosa ni ya mume wako. Anajua ako na mke na watoto, lakini anaenda anapeana pesa. Tukosoe tu mwenye ako na makosa. Let's learn kukosoa mwenye ako na makosa. Na kama amerogwa na kama amefanyiwa spell, amerogwa ndio apatie huyo dem pesa, he has a responsibility. He is the head of the household. Mbona hakuwa anajiombea ahakikishe asirogwe ndio asipungukie familia yake? Let's hold these men accountable to their responsibilities. Sijasema na support kuendea mtu kwa hiyo, that I don't support. Nimesema ule mwenye alikuwa anasema ataendelea ku deal with those women, I support her and I'm on her side. Lakini si support kuendea mtu kwa uchawi ama nguvu za giza ndio akupende ama akupe pesa. That I don't support. Hiyo si support. Ninasema lakini hata kama huyo mwanaume ako na responsibility, hata kama amerogwa, huyo mwanaume ako na responsibility kuona okay, si niko na mke, si niko na watoto, ninajua kuna uchawi inafanyangwa, ndio nichukie mke wangu, ndio nipende the side chick, ndio nipe pesa wanawake. Kuna uchawi inafanyangwa, ndio nichukue pesa zangu nipe wanawake wengine. Saju ninajua kuna uchawi kama hizo, I will keep myself in prayer ndio isinifanyikie. The man should be praying. Anafaa awe akiomba, akijiombea. Nimechoka women being blamed. Nimechoka kusikia ati mwanamke anarushia mwanamke mwenzake acid. Shame on you. That is not good. You're supposed to be ashamed of yourself. Me, I would be ashamed of myself. Nikijua gai nilirushia mwanamke mwenzangu acid just because of a man. Na kama alimuendea, fight that woman with prayer. Fight them spiritually. Juu yani kufight spiritually. Alafu ebu tu nini? Let's talk. Wanaume hata wacheni niwaambie, unaona kwa marriage I don't care which either way, men benefit from a marriage than women. Unafikia kwa nini Bible imesema whoever finds a wife finds a good thing? Kuna mahali imesema whoever finds a husband finds a good thing. Juu haikuangi kitu mzuri. Sasa mi hata nashindango wanaume ni wanini tunapigania? Mimi hata nikiwa kwa ndoa either ni kurogwa alirogwa ama sio, ama ni yeye kujipendea. Nione tu ametoka nje ama hanipei pesa anapeana, mimi ni kutoka tu. Mimi sina energy ya kupigania hao wanaume. Si ati vile wanatufanyianga vizuri. Kwa marriage mwanaume ndio ana benefit kukuliko. Hoi, wewe ndio unapoteza damu ukizaa. There are some of the, kama we ni ile type wa kumfulia, ni kazi kidogo sana kukupe pesa. Ni kazi kidogo kukupe pesa. Kudinywa kila siku, kila wakati, hata kama ukimwambia hapana. Lakini in a marriage you have sex a lot of times. Na ujue even during sex a man is benefiting more than you. Ndio maana kabla upeane hiyo kakiti kako, hakikisha huyu mwanaume amekugharamikia, amekupeleka dates, amekulipia nywele ushukwe, utengenezwe nywele, amekupe money, spending money, ama pesa utengenezwe. Hakikisha amekulipia bill, amekubaia kabla ujipeane. Kama huna jipeana without requesting all those things, sawa, we love you if that's your choice. But mi nakuchanua tu.
anagain sana wakati unampatia mwili wako. Mi wakati hata mi nilikuanga huyo dem, naenda tu nalala na jamaa na hata hajani boy. Kuna mwingine alinipea tu fare peke yake. Kuna mwingine nilienda hata sapa hakunipe, hata kitu ya kukula hakunipe. Jesus Christ. Nilikuwa mjinga wakati huo, lakini nikaanza kuadvisiwa na wanawake wengine, hapana, he's taking. Sometimes ni mtu hajui, he's taking from you. Wakati unampea mwili wako na hujamfanya akugharimikie. Wanaume, okay, relationship ya mwanamke na mwanaume inafaa vile iwe the way Jesus died on the cross for us. Unaona, ndio Mungu awe na relationship na wanadamu. Aligharimika, alipeana alipeana mtoto wake wa pekee akufe msalabani. Alikugharimikia. Kwani basi, so him he is the man and wanadamu is the woman. So you as a woman unafaa uchukue hiyo picha. Mwanaume ndio Mungu, sio Mungu, but I'm comparing. Na wewe ndio mwanadamu, anafaa kugharimikie. Ndio ujipatiane kwake, ndio umpatie mwili wako for him to fuck on. Usikubali. Hii naambia wale wenye hawajui. Maybe kuna wenye wanajua and they still just I don't care how horny you are. Usipe mwanaume ana gain sana. Wewe ndio unapeana zaidi. Ladies, tukasirikeni walai, tukasirikeni. Na nimesahau kusema either hata awe amekupe pesa ngapi, kama utaki kulala na yeye you don't have to. Sitaki kujua alikupeleka dates ngapi. Hata kama uko hapo na yeye, uko na haki ya kumwambia no, I don't want to have sex, sitaki kulala na wewe. Hata kama amekupeleka dates, hata kama amekupe milioni ngapi ama amekupe shilingi 5, kama utaki kumpatia mwili wako, hapana. Na usimrudishie hizo pesa. Sini alikupea kitaka, sini alikupatia. Even if you are a prostitute, na amesha kupe pesa na hautaki kulala na yeye, wewe ndio sasa utajua ka utamrudishia ama hutamrudishia. Na utaki, lakini I think that's feeling me sijui. Na utaki kula, hata kama amesha kulipa, you have the right to say no. Hata kama umekula pesa, hata kama umekula hizo pesa kabisa, you have the right to say no. Hata kama umefanya courtship miaka 70 na utaki kumuolekea, you have the right to say no. Say no. Tumesema sisi ni Queen Vashti. Say no. Saki kujua amekufanyia nini, amekubaia nini, ama amekupe nini. You don't have to give him your body. Kata. Hata kama mko na yeye hapo, usiogope atakurepa ama atakutupa ama atakuua. Hata kama umekula pesa zake ngapi, say no. Kama hautaki ati si alininunulia hii, sasa unasikia you have to. Wacheni niwaambie, mwanaume atalala na wewe, alale na wewe na hata wai kupe shit. Hata ona si nimpe kitu. Hata kupe kitu. Kama huyo jamani nawaambia, aliniambia alikuwa na one night stand na dem mwingine, nikamwambia ulimpe kitu hata 500, akasema ya nini. Kwa hivyo hata wewe, hata kama amekupe nini, usimpatie mwili wako kama hautaki. Usimpatie. Put that in your brain, drill that in your brain. Hata mimi I'm still dealing with that. Hata kama amekugai, hata kama amekufanyia ni, hata kama ni pesa ngapi amekuspendia na ukatumia, kama hautaki, hakuna kitu ya kufosiwa hapa. Juu hata yeye atakutumia, utamzalia, utampe mwili wako na hata sikia obligated kukupe shit. Na hata kama wanatupeanga, kama hautaki, sitaki kujua kile chako nimekula ama umenifanyia ama umenipe. Kama sitaki kulala na wewe,
staki. Kulala na we ni choice yangu. It's not sio kulingana na kile umenipea ama umenibaia. Have a good day, ladies, and let's be Queen Vashtis. Let's do better and let's do better for each other. Ciao.